Ndiye. Kuhusu kazi tu. Kazi ipo ya kufanya, ile inahitaji ujasiri. Bila kupepesa macho, ungemchukua Tasha na Tara. Si tungebakia na Tanya peke yake. Ndugu zangu, mimi nikiwa kama rafiki wa marehemu Subiri, mimi niko tayari kuwasaidia kumchukua Tasha. Sijui hilo mnalionaje? Wow. Ni jambo zuri. Basi kama ni hivyo, na mimi nitamchukua Tara. Lakini vipi kuhusiana nyumba na furniture? Unaisoma unaiandika? Mume wangu, hii familia yenu kiboko. Usijali, hapo hivyo tayari umeshaanza kazi. Akitokea mwanaume anataka kuburudika na wewe, vyumba vipo. Lakini pia akitaka kwenda tofauti na hapa unaruhusiwa, ila malipo yanakuwa mara mbili. Analipa hapa, alafu ukienda anakulipa wewe pia. Vipi kama hajalipa hela yangu? Ukiweza mpige. Lakini pia ukishindwa anaweza kuja kuniambia mimi, nitamkulia vijana, watamshughulikia. Asante kwa kufahamisha. Usijali. Nendeni mkafungulia mzigo tumkaribishe mgeni. Ninazunguka usiku na mchana, sioni mwanga. Kila kukicha fadhali ya jana, wapi mwanga? Sijui hilo mnalionaje? Wow. Ni jambo zuri. Basi kama ni hivyo, na mimi nitamchukua Tara. Lakini vipi kuhusiana nyumba na furniture? Unaisoma unaiandika? Mume wangu, hii familia yenu kiboko. Kuhusu nyumba, marehemu hakuacha nyumba yoyote. Ila kuhusu furniture, tutagawana. Baadaye watoto wakishakuwa tutaonyesha furniture zao. Hauna semaje Tanya? Nashukuru kwa mipango yenu mizuri mnayoangalia. Ila nitaendelea kukaa hapa na wadogo zangu. Kuja kwenye kuomba msaada ndio kama walezi wangu. Ndio mkubali ombi langu. Yaani mimi? Jamani, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa kabisa Tara. Vipi kuhusu wenzangu? Maana akunyemae kunde na kupunguzia mashuzi. Wiki. Nini? Hivi. Maneno unaongea mtoto. Wewe amekuingia kabisa akili. Misi yangu. Huyu bado kinda. Hawezi kumudu maisha kunitegemea. Na ukiangalia ndo kwanza maji ya asubuhi, kidato cha pili. Atatufanya nini? Mdogo. Sijasema kama naweza kujitegemea. Nimesema tutaendelea kukaa hapa na mtatusaidia tukiwa hapa. Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya wowote. Sisi hapa tuko kwa ajili ya kupanga. Na kama umeamua hivyo, hakuna tatizo. Like mother, like daughter. Na ndio maana mimi nilikuwa sielewani na mama yake huyo. Dada. Nini? Acha kuongea maneno hayo. Mtu akishakufa asemu vibaya. Mtu akishakufa asemu vibaya. Jamani, hebu ngojeni kwanza niwapeni burudani niwafurahishe nyie na moyo wangu. Unajua wahenga wa zamani kuna nyimbo waliimba. Mnajua waliimba vipi? Waliimba hivi. Wanasema, mtoto akililia wembe muache umkate,
Mtoto akililia wembe mwache umkate. Na atakapopata kidonda ndivyo atakavyoogopa. Na atakapopata kidonda ndivyo atakavyoogopa. Kumbe mchama. Kumbe. Tulambi tunao hapa kwenye kikao. Cha jicho. Nishika sioni kwenginewe. Menikamata sina hamna kwengine. Kuhusu pesa na magari usijali, vinatafutwa tapata sijali. Kama ni mapenzi mifundi hodari, mitakupa baridi waridi, njoo kwangu jifukie, nje wachawi wengi. Na kuahidi utafaidi, siko radhi ujutie, maana wachawi wengi. Wemasa, mbona umezima muziki? Nini tatizo? Nyie mnajua kwa nimerudi muda huu. Kwa hiyo nimechoka, nataka kulala. Kuchoka kwako utatuondolea burudani yetu. Mayasa, hebu acha udikteta. Mayasa, tayari tumeshazima muziki. Tueleze nani anakuchosha. Iko ndefu. Kati nifueleza. Ifanye mpaka kutoka kiasi hiki. Nitaeleza baadaye. Mayasa, hebu kaa bwana, usilambishe mimi. Wenzako midomo yetu imejaa macho uchungu. Tunataka Mungu akuchangamsha. Mimi sikutaki kwa sababu tabia zako mbaya. Tafuta msichana wa type yako. Tafuta msababu mtako haya. Mimi sikuwa marafiki na vijana mtego wa tarishi. Usitaki kunichekesha. Hata kama kesho kuvuta bange, mimi bado sikutaki. Tena ukome. Na yale mwanzo na mwisho leo. Tunataka Mungu akuchangamsha. Mabiti mnapenda umbea nyinyi? Mwanamke mwenzie kuombea, mwanaume mwenzie kazi. Ukiona mwanaume anapenda umbea, hujue ukapata upako wa mafuta ya pilili. Halo yangu yapaka uchuro. Halo ya njiwa, hebu ni msiba. Nimechoka kutokana mvugo nilizofanya huko guest. Mfanya nani vugu shoga yangu? Eti mtu nimemstarehesha na dai changu anajitia kupandisha mashetani. Nikajisemea kimoyomoyo kwamba huyu hajui mimi ni shetani zaidi yake. Kama nakuona unapopandisha mzuka wa manjano, ukatamani umtafune. Fanya kama ulikuwepo udugu wangu. Yaani nilipiga ukelele, nikamlukia, nikamangusha kitandani. Nikawa nataka kunizidi nguvu. Nikamkaba shingo. Nikamsikia na nikaona niumiza. Nikamwambia nataka damu yako, uwezi kumdanganya kiti wetu kwa kujifanya mpanisha mashetani ya uongo. Kijiti. Siangalia nikaingiza mkono mfukoni. Nilipoingiza na kutoa. Nimetoka na 2,000 tu. Hebu subiri kwanza. Ina maana umepata 2,000? Mbona buku mbili? Ndio. Nimepata 2,000. Yaani nimepandwa na hasira. Niliendelea kujifanya mpanisha mashetani huku nikiendelea kumkaba. Halivumilia akiwa anagulia hatimaye akanisukuma na kutoka mbio. Mbona mbio? Leo umenifurahisha ulivyokataa mipango yao. Hata mimi nimefurahi, ila dada, kazi una. Chakula tunapata wapi?
Msiwe na wasiwasi ndugu zangu. Kwa sababu siku zote Mungu ndiye anayetoa riziki. Tuna kuomba vitu vyake. Tunatupatia tu chakula. Ndio mdogo. Nijisugue tu. Napenda anapojiamini. Ni kama marehemu mama yake. Yaani anajiamini mpaka anapitiliza yule mtoto. Ila hajui ngoma anayoipiga ataicheza peke yake. Kweli mtoto anyoka ni nyoka. Mtoto mdogo kama Tanya nitegemea. Tanya kusema nitegemea. Amesema atakaa pale. Akitegemea sisi. Kwa mahitaji yote. Hivi unajisikia unapoongea? Pato gani hasa unachokipata? Kwa mshahara gani unaopata? Aliyakuwa kipato chako chenyewe tu shangamu. Aya, kinaweza vipi kukizi nyumba zote hizi mbili? Mume wangu, fanya ufanyavyo. Yule mtoto nataka haje. Sio, umenielewa? Na usinikodole macho. Narudia tena. Fanya ufanyavyo, Tanya aje kuishi humu ndani. Kwani kuna kazi nyingi za kufanya. Kama kazi gani ya kufanya? Sio swali gani no? Marhaba. Unaendeleaje na masomo? Naendelea vizuri. Niambie. Kwa nini umenipigia simu leo? Maana sio kawaida yako kunipigia simu kama siku kama hii. Vipi, pocket money imeisha ama kuna matatizo shule? Bado ninayo. Mama, sasa mbona hujaniambia kwamba mjomba Manoti na mkeo mfariki? Semaje? Sheila, unaacha kuzingatia masomo huko shule, unakaza kuniuliza habari za kifamilia. Sasa kama huyo mjomba wako sijui na aunti yako wamefariki, hata wewe ningekwambia, na maana wangefufuka. Mama, ina maana bado una hasira na shangazi Subira na mjomba Manoti?
Sikia nikwambie Sheila. Achana kabisa na habari za kifamilia. Zingatia masomo. Vipi Tanya na wadogo zake hawajambo? Wewe unielewe. Sasa habari za watoto wa mjomba wako zinahusu nini hapa? Sikia nikwambie Sheila. Kama huwezi kuongea mambo mengine, unaweza ukakata simu mwanangu. Kata simu. Mbona unijibu mama? Mama. 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 Maswali unauliza kipumbavu. Hivi nao katika swali hilo swali. Haya basi. Mimi nitakujibu tu. Nikutoe wewe mjinga maana. Sijui umenielewa? Kazi ile kupo ndani. Umeliona lile? Angalia kule, lile ni. Kule unaona nini? Usiniangalie mimi, angalia kule, unaona nini? Oh. Najua unalijua ile nini. Lakini umekaa kimya unataka kunijibu. Sasa mimi nitakujibu. Lile ni friji. Kazi yake kubwa linahitaji maji ya baridi na mabarafu. Hiyo ndo kazi ya mwanao inaoleta humo. Kwa hiyo lengo lako la kumhitaji Tanya aje kukaa hapa ili aje kuuzia biashara zako, ndio? Sikiliza. Tanya hatakuja kukaa hapa na hayo mabarafu yako. Kumpe binti yako Shani ya kuuzia. Tanya hawezi kuja hapa. Na haya mabarafu yako utampa mwanao Shani ya kuuzie. Mwangalie midevu kabla shachantu. Ndio Shani tu hapa. Kila kukicha fadhali ya jana wapi mwanga. Kuna faida gani ya kuishi ikiwa unapitia mateso kama haya? Ikiwa 10,000 inanishinda, nitaanza kutafuta 1,200,000 kweli? Kila kukicha fadhali ya jana wapi mwanga. Vipi kuhusu Bata? Huwa anatumia muda? Bata anatumia muda mwingi kukamilisha tendo lake. Yaani yule jamaa alikuwa kama jogoo. Sekunde 2 tu hoi bintaban. Yaani aliniboa. Shogangu. Kwa hiyo ukafanyaje? Nikamwambia itabidi ageuke na kuwa chatu. Ageuke kuwa chatu kivipi? Nikamwambia chatu anatumia ulimi na mate yake kumlainisha mnyama kabla kummeza. Akajibu kwa sauti ya kijasiri, ndio najua. Nikamwambia basi kazi kwako kunifanya nipate burudani. Kwa hiyo badilika na kuwa chatu? Yaani yule mshamba alibadilika na kuwa chatu. Akaanza kutumia ulimi wake unyayoni mpaka utosini. Wow. Bila shaka ulipata burudani. Yaani shoga yangu, siku zote mimi ndo huwa nawapa wanaume burudani. Ila jana nilipata burudani mimi. Burudani. Walembo. Nimekuja na vijana wanataka huduma zenu. Mimi nimechoka. Rukia ndo mwisho wa matatizo kabisa.
Rukia unaambiwa kabla ya kuanza ile tendo la ndoa afanya massage ya ukanda na makalio baada ya mikono na miguu. Aisee, kienda basi nitaanza nikane na mimi na makalio. Ila sema nini mwanangu? Mimi nikienda tena nataka kuanza na yule mkubwa wao. Nilimchukua Mayasa nikashuhudia utundu wake. Angalia vile kimia kama wale jamaa wewe. Acho kitafuta kagepata. Ora kanyaga. Aisee Mayasa ni mnoma wewe. Mayasa ni mnoma wewe. Usijichanganye baba. Mwanangu yule Mayasa mimi ndo namuezea sababu napenda sana rafu. Wewe utakanyaga mimi nakwambia.